Kristo. Basi siku ya leo tunapoadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Maria Vianney, tunamkumbuka sana kama padri ambaye alijitokeza katika maisha yake ya kichungaji, hasa utakatifu ukimuongoza. Huyu Jean Marie Vianney alizaliwa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 1787 na aliaga tarehe 4 Agosti mwaka 1859. Hivyo basi alipata fursa ya kuishi katika ulimwengu huu kwa miaka 73. Zaidi anajulikana kama paroko ambaye alijitolea kuwasikiliza Wakristo wake, na tunaambia kwamba alichukua muda mwingi akiwasikia kupitia sakramenti ya kitubio. Kwa sababu Mtakatifu Jean Marie Vianney alitambua kwamba ni kupitia sakramenti ya kitubio ndipo Wakristo wanashuhudia huruma yake Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo wanapata uponyaji. Hivyo basi, Wakristo penzi, tumuombe sana huyu Mtakatifu Maria Vianney aweze kutuimarisha sisi, aweze kuwaimarisha mapadri. Tunajua kwamba mapadri wetu wanapitia changamoto mingi mara nyingi, na tunasikia katika vyombo vya habari, labda tumaishuhudia. Lakini changamoto ambalo ninawapa leo, wakati unapoona padri akitoka katika njia lile kanisa ambalo namtaka na Mwenyezi Mungu anataka ifuate, useme tu sala Mtakatifu Maria Yohane Vianney, pray for this priest. Saint John Marie Vianney, pray for Father Joachim, pray for Father Godi, pray for Father David. Kwa sababu mara nyingi wa Kristo penzi tunashinda tukisema padri amefanya hili, hajafanya hii, kumbe mapadri wanafanya hivi. Lakini mara nyingi tunasahau kuombea. Tunasahau ya kukumbuka kwamba hawa pia ni binadamu. Na tukiona historia ya Maria Vianney Yohane, sio mtu alikuwa maarufu sana, sio mtu alikuwa na maarifa, sio mtu ambaye alikuwa amezaliwa na talanta mingi. Tunaambiwa atakuwa padri ilikuwa shida, kwa sababu hapa hakuwa anashikanisha kitu. Tunaambiwa kusoma hata lugha ya Kilatini, hakuwa anajua lugha ya Kilatini. Hata kuelewa theolojia, kujaribu kusoma maandiko na kuhubiri watu, ilikuwa kazi ngumu. But God compensated Saint John Marie Vianney through the heart of patience and listening. That is why you are celebrating him this morning. And finally, today we are meeting these disciples who are giving a feedback to Jesus, that the disciples and the Pharisees and the scribes are accusing them of breaking the law that they have received from Moses, that they don't purify themselves before eating. But Jesus is telling them that what goes into us is not what is bad, but what comes out of the mouth of us, or what comes from inside, is that which makes somebody unclean. Yes, Christ is of course giving us this commandment that we've been given that law to consume, but what is important is always what comes from inside us, because it is said that it is at the heart of the human being that evil germinates. It is the heart of human beings that bad things come from. Of course, the external environment can influence us, but how do I bring it out myself? How do I speak? How do I reach out to my neighbors and brothers and sisters? How do I always approach God from my heart? They always say, where is your treasure, that is where your heart is. So let us try to pray to the Lord this morning that he may always intercede for us, and especially through the intercession of Saint John Marie Vianney, so that we may continue to pray for our priests, so that they may be modeled at the heart of Jesus Christ and the model of this great saint of God, Saint John Marie Vianney. These and many blessings we ask through Christ our Lord.